Wapenye utaratibu wa gharama za kulipia ardhi, waliojenga nyumba zao walipe pesa ya serikali. Lakini natoa angalizo, isiwe ndiyo desturi ya kuvamia ardhi na kwenda kuweka nyumba ukiamini mbunge atakutetea. Mimi sio mtu wa type hiyo. Nimezungumza hili kwa lile ambalo tayari limekwisha kufanyika. Lakini lingine ambalo nalisema na viongozi mko hapa, viongozi wa chama, tunapata taarifa zenu mnavuruga huku kwenye viwanja. Kuna watu ni wazee, mnashindwa kuwaonea huruma, mnapora viwanja vyao. Watu wa ardhi, mtu alikuwa na kiwanja chake, mradi wa bypass ukawa unapita pale, mkawaambia mnawapa viwanja vingine. Baada ya mradi huo kusitishwa na serikali, mkawaambia warudi kwenye viwanja vyao, hamna viwanja vya kuwafidia. Lakini wale warudi kwenye viwanja vyao tayari mmeuza viwanja. Huu ni ulaghai. Nawaelekeza viwanja kwenye maeneo mengine, wakienda kwenye viwanja hivyo tayari vina migogoro tena. Wengine ni baba zenu, wengine ni babu zenu. Haimpendezi hata Mungu. Ninaomba katika kipindi changu hiki bwana, tusikanyagane. Naomba tusikanyagane. Kuna watu humu wanajua walikubaliana na wazee wakapeana ardhi kwa namna ambayo sio sahihi. Ninawaomba muogope Mwenyezi Mungu. Kiwanja cha mtu kirudishe. Watu wa ardhi, ninapokuja ofisini kwako, ninakwambia nimekubaliana na Bwana Niki kiwanja chake namba 320 tunauziana. Usianze kuprocess hati kwa jina langu wakati haujamshirikisha Niki. Mtu anakuja anataka alipie kiwanja chake, anakuta wewe tayari umemmilikisha mtu mwingine. Si sawa. Fuateni taratibu. Inasema tena, katika kipindi changu sitaki tukanyagane. Naomba tunyooke kona, hapana. Mimi nina deni na watu wa Babati. Kura nilizopewa mimi ni nyingi sana. Ni heshima kwa kwangu na ni deni kwangu. Mimi ninatakiwa kuwalipa kwa kuwatumikieni kwa weledi wa hali ya juu na sio ubabaishaji. Viongozi tuwasaidie watu, tusikandamize watu kwa maslahi yetu. Tunasema hivi, halmashauri tunahitaji pesa ili tupate pesa nyingi, tupate 10% ya mapato ya ndani itakayorudi kwa wananchi kama mikopo isiyokuwa na riba, ili wananchi waweze kujikwamua kiuchumi. Lakini ziko ardhi huku zimevamiwa, mnatuzalishia migogoro ambayo sio ya msingi. Watu wa ardhi, kuna reserve wakati napima shamba la Maisaka Katani, kuna reserve mlizoziacha pembeni mwa korongo. Zile reserve saizi zimevamiwa, na waliovamia zile reserve wanawauzia watu viwanja. Sasa kinachokuja kutokea ni migogoro. Sitamani kuwa mbunge anayeshiriki migogoro wakati wote. Ninatamani kuwa mbunge nitakayeshirikiana na wananchi katika kuwaletea maendeleo, sio migogoro. Ngano ya korongo, kama kuna watu waliendeleza kwa utaratibu, kaeni nao chini, mfuate utaratibu, halmashauri ipate pesa yake.
ili tuweze kuongeza mapato ya ndani ya halmashauri na sio kuvamia. Ndugu wananchi, ninyi mnatulilia wakati mwingine tuwasaidie kwa dhamana mlizotupa, tunashindwa kuwasaidieni kwa sababu ninyi mnakuwa sehemu ya migogoro. Mtu anakuuziaje eneo ambalo halijapimwa liko pembeni ya korongo, na wewe unaendaje kung'ang'ania eneo la halmashauri lililoko pembeni ya korongo na unafanya biashara, unauza? Ni la kwako, ni la urithi. Ndugu wananchi, ninarudia tena, ndugu viongozi, ninaomba migogoro ya ardhi kata ya Mwisaka inatuchafua, kwa sababu viongozi nao mpo. Huo ndio ukweli. Watu mmejilimbikizia vipande vya ardhi huko pembeni mwa korongo, maeneo yaliyoachwa. Kama halmashauri hayo maeneo yana saundi, hayo maeneo yanapata wateja, yachukueni na pembeni ya uzeni, halmashauri ipate pesa, sio kuyaacha. Ninyi ni sehemu ya kuzalishia migogoro. Mnakula dili nao, mnanyoshia vidole, wakati mwingine mnasema viongozi wa chama. Viongozi wa chama peke yao hawawezi kwenda, mnaungana nao. Huo ndio ukweli, kwa sababu wewe huwezi kuuza, unakula dili au unakula dili hata na mwananchi yoyote. Kesi ziko nyingi, migogoro isiyoisha na wawekezaji. Nashirikiana na ndugu yangu Koroni katika kutembea kwenye mashamba ya wawekezaji. Najua kuna maeneo mengine kuna madudu yamefanyika, taarifa tayari nazo, tashughulika nazo na ardhi hizi zitarudi kusaidia wananchi. Narudia tena, kuna maeneo inajua, naendelea kukusanya taarifa zingine ninazo, endelea kukusanya, tutaonana kwa baya. Mimi ni mwakilishi wa wananchi. Kila mtu ajitafakari kwa nafasi yake. Sote tumepewa dhamana ya kuhudumia watu. Kila mtu ajitafakari kwa nafasi yake. Sote tumepewa dhamana ya kuhudumia wananchi. Sitamani kuendelea kusikia migogoro ya Mwisaka, inaleta aibu. Watu wa ardhi, naomba muweke ratiba ya kuwa na kliniki ya masuala ya ardhi katika kata hii. Wananchi ambao tayari mliwapimia, wengine wana risiti mikononi, hakikisheni wanapata hati zao miliki katika viwanja vyao. Tusiendelee kuzalisha migogoro kwa ajili ya maslahi yetu.